Karibu katika taarifa za AGR News, mimi ni Videlis Moshoge. Tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Nyamira. Baada ya misukosuko ya uongozi kuonekana katika bunge la kaunti ya Nyamira, baadhi ya wawakilishi wadi wamejitokeza wakilalamika kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi mitatu. Baadhi yao wanasema kwamba shughuli haziendelei vizuri kwa sababu ya mishahara hiyo. James ni naibu spika wa bunge la kaunti ya Nyamira. Assembly itoga aba isimiwa mbaranyora musarobo December ngimamanya watibesa January yegire mbaranyora kibesa oroche na barabumba bwata abana batagere ko ira school abakori emeremo we county assembly bono iga attendance ya chirense asengencho nonyene transport mbarikonyo. Giving the reason why the assembly up to now is in dilemma, receives nothing, and still is Iga kada bese borete nawonta tendanga naona magendro na bakwira na maega asengenjo bantu baito mbaranyo none bintu birito korre gasima oroje none bungerero nonya machitayo so amachitayo asengenjo ntoranyora bese. Tukitoka kaunti ya Nyamira tunaingia kaunti ya Kisii ambapo mgomo wa wauguzi umedumu kwa zaidi ya juma moja, na wahudumu hao wa afya chini ya mwafuli wa Kenya National Union of Nurses wametia sahihi maelewano yao na serikali ya kaunti ya Kisii na kusema kwamba wamesitisha mgomo na wamerudi na kuelewana kufanya kazi chini ya serikali ya kaunti ya Kisii ikiongozwa na naibu gavana Elijah Obebo. Tuko na furaha kwamba tumeweza kukubaliana na Kenya National Union of Nurses ambao wamewakilishwa na Deputy Secretary General kutoka Nairobi, na tunashukuru sana. Tumekuwa na changamoto ya mambo ya wafanyikazi ya nurses katika mahospitali zetu, na kweli tumeona kwamba ni jambo la busara kuweza kukubali ama kukubaliana na kurudi kufanya kazi. Ili ni watu wetu hapa ambao wanasumbuka, ni kina dada zetu, kina mama zetu na watu wetu. Kwa hivyo tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kuzungumza, tumeweza kuelewana na hatimaye kukubaliana kwamba mgomo wa wafanyikazi wa nurses uweze kukoma ama kukwisha ile warudi kasini kusaidia watu wetu. Today we have reached an agreement, and we hope that what we have agreed is going to be implemented. So as a branch secretary, I declare now that the strike is called off so that our members to resume work immediately as we engage other mothers, because the government has shown a goodwill and we want to engage. Tukiwa katika kaunti bado ya Kisii, serikali ya kaunti hiyo imehakikisha kwamba wataendelea kuunda vyuo vya ufundi vingi kama njia moja ya kuhakikisha vijana wanapata mafunzo ambayo yanahitajika ili kujisaidia kimaisha. Huyu ni waziri wa elimu Eric Miyenda. We are coming to construct a modern toilet. This toilet is called the Pateva Grass Technology Toilet. That is going to help us to treat waste on site. You know, a number of our institutions and also the households, we have the problem of waste treatment, where you have the problem of the pits getting full, but the cost of emptying these toilets becomes a problem. So we are coming up with a technology that is going to assist, and it is also going to be very cost effective in terms of managing the fecal waste that we get in our households and also at our institutions. Kishanga chi polytechnic cheito chiabeire chiaga chirenchirengia digera abana baito bali batari konyara kogende university ekero bakorire bacha chief vocational training centers ichige cheito bagendereria obugima bwabo bwa mambi. Wabunge wa kike kutoka bunge la kitaifa wamemshukuru Rais William Samoei Ruto kwa kuwapa shilingi milioni 100 ili kuwasaidia kupigana na vita vya kinyumbani. Today marks a significant milestone as the Komesha Dhuluma campaign kicks off with a pre-launch event, signaling the start of a unified national movement to combat femicide and all forms of gender-based violence, GBV. This campaign is a presidential initiative in response to the alarming rise in cases of femicide, with numerous tragic incidents involving intimate partners and university students.
The President has committed 100 million shillings to fund this initiative, reinforcing the call for immediate reforms to safeguard the lives and dignity of women and girls, men and boys across the country. Kenya, through its progressive and transformative constitution and legal framework, has provided for the safeguarding against gender-based violence, GBV. Specifically, Article 27, 28, and 51 upholds the principles of equality, dignity, and freedom from discrimination. It further guarantees access to justice, the right to a fair hearing, and protection from torture or violence, whether perpetrated by public or private actors. Na katika biashara tumetembelea soko la Daraja Mbili ambapo lipo Kisii County, ambapo biashara zinaendelea kunoga, huku pia vyakula vingine vikiongeza bei huku vingine vikishuka bei. Bei ya sukuma nusu gunia ni shilingi 600 hadi 800, huku bei ya viazi gunia ikiwa 3500, mchele gorogoro moja ikiwa shilingi 300, huku pia njugu gorogoro ikiwa shilingi 500, na vile vile mahindi ikiwa shilingi 4000. Tukimalizia ni katika spoti, wakati ambapo michuano ya CHAN African Championship ambayo ilikuwa ifanyike mwezi ujao, mwezi Februari, imesongezwa hadi mwezi wa 8. Huyu ni waziri wa michezo. Our heads of state are also committed to ensure that this championship is a success. So we are really excited as a country because we know this tournament is going to bring out the best for Kenya in terms of talents, but also in terms of our profile for trade, for investment, and also for scouting, you know, of talents. And I'm sure after this, many young people in Kenya. Heshima kwa nchi zetu kuona wachezaji wetu wanaocheza local leagues wana compete kwenye continental tournaments. So this is the best platform for them. For them, actually they need to step up na kuonyesha continent jinsi gani wako tayari na kuzipa heshima leagues ambazo zinachezwa kwenye nchi zetu mbalimbali. Endelea kusikiliza na kutizama vipindi vyetu. Mimi ni Videlis Moshoge.